Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kusalimu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Roho Mtakatifu, kwa wakati huu na muda huu niko mbele zako. Ninanyenyekea chini yako nikiomba neema yako katika jina la Yesu. Unitie nguvu, unisaidie ninapoenda kunena neno hili kwa watu wako hawa wanaenda kusikia. Ninaomba msaada wako, unisaidie kuinena kwa ujasiri na jinsi ipasavyo. Wasaidie pia ndugu zangu hawa kuelewa na kufanyia kazi neno hili katika jina la Yesu, na ukapate kuwaponya sasa na neno lako. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tunaenda kuanza kujifunza somo hili. Somo linasema ondoa vizuizi vinavyozuilia usipate kufanikiwa katika eneo la mafanikio yako alilokupa Bwana. Ondoa vizuizi vinavyozuilia usipate kufanikiwa katika eneo la mafanikio yako alilokupa Bwana. Narudia tena. Ondoa vizuizi vinavyozuilia usipate kufanikiwa katika eneo la mafanikio yako alilokupa Bwana. Vitu vya kuzingatia kujifunza katika somo hili. Unajua, natamani uelewe kitu hiki. Mungu ametoa maeneo kwa watu wake ya kuishi na kufanikiwa, yani kustawi, kupata mafanikio wanapokuwa wanaishi hapa duniani. Ametoa maeneo kwa watu wake, yani watu wake ambao wanamtegemea yeye peke yao, peke yake, wanamtegemea yeye peke yake ndani ya maisha yao. Yani wale aliowachagua yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maanisha wana wa Mungu. Yani Mungu ametoa maeneo kwa wanawake, kwa watoto wake ya kuishi ili wapate kufanikiwa wanapokuwa wanaishi hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Yani inamaanisha hivi, Mungu ametoa maeneo ya nchi ama mkoa ama wilaya ama kata ama mtaa ama kijiji ambacho unatakiwa uishi wewe upate kufanikiwa na kusawi. Mungu ametoa nchi kwa ajili yako, ukakaa hiyo nchi, ukaishi hiyo nchi upate kufanikiwa na kusawi. Mungu ametoa mkoa fulani, Mungu ametoa wilaya fulani ya uende ukaishi mkoa huo ama wilaya hiyo upate kufanikiwa na kuishi. Mungu ametoa kijiji fulani, kata fulani, uende ukaishi mahali hapo katika hilo eneo. Eneo hilo ndo umepewa wewe la kufanikiwa wewe na kupata kustawi sana unapoishi hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna vitu vya kuzingatia kujifunza katika hili somo. Vitu gani ambavyo tunataka tuzingatie kujifunza ndani ya hili somo? Kitu cha kwanza, lazima tujifunze kwanza, je, Mungu anaruhusu watoto wake waende kuishi kila maeneo ya nchi au mkoa ama wilaya ama kata ama kijiji au mtaa, kukaa na kumiliki humo na kufanikiwa? Mungu anaruhusu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza utajifunza, je, tutaangalia hili ni kama swali, yani tutaangalia na kujifunza tupate kuona, je, Mungu anaruhusu wanawake, yani watoto wake, waende kuishi kila mahali, kila sehemu, wakaishi katika hiyo sehemu ama katika kijiji ama katika mtaa ama katika wilaya, kata, mkoa, nchi, wakaishi tu pale na wastawi na wafanikiwe? Je, Mungu anaruhusu hilo? Jambo la pili. Kitu cha pili ambacho tutajifunza, je, nitajuaje eneo hili ninaloishi Mungu hajanipa nikae katika hilo eneo nimiliki na kutawala pamoja na kufanikiwa? Nitajuaje kwamba hii nchi sijapewa mimi kumiliki na kutawala, yani kuishi hapa na kumiliki na kutawala na kustawi? Nitawezaje kuelewa? Nitaelewaje kwamba mkoa huu Mungu hajanipa niweze kutawala na kumiliki?
Nitaelewaje wilaya hii Mungu hajaniruhusu nikae hapa na kumiliki na kutawala na kufanikiwa, yani nipate kusawi? Nitaelewaje kata hii ama mtaa huu Mungu hajanipa niweze kukaa hapo na kumiliki na kutawala? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha tatu tutakachoenda kujifunza tukiona katika somo hili, nitajuaje hili ndilo eneo la nchi ama mkoa ama wilaya ama kata ama mtaa ama kijiji ambacho Mungu amenipa niweze kukaa hapo na niweze kumiliki na kutawala na kustawi? Nitaelewaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4, je, eneo alilonipa Mungu kumiliki nawezaje kulifahamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nitajuaje kwamba hili ndilo eneo ambalo Mungu amenipa kumiliki na kutawala? Hili nimelirudia, ni jambo la 3. Jambo la 4, eneo alilokupa Mungu kumiliki na kutawala na kufanikiwa huwa lina vizuizi. Tutajifunza, tutaona ndani ya hili somo kwamba eneo ambalo Mungu amekupa kumiliki na kutawala huwa lina vizuizi. Utapata kujifunza, upate kuelewa kwamba eneo ambalo alilokupa Mungu kumiliki na kutawala huwa lina vizuizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lina vizuizi vinavyozuilia usipate kufanikiwa na kustawi maishani mwako. Bwana asifiwe sana. Narudia, kwenye hili somo jambo la 4 ambalo tutaenda kuliangalia na kujifunza, tutajifunza jambo hili kwamba eneo ambalo Mungu anatupa watoto wake kumiliki, kutawala na kufanikiwa huwa lina vizuizi vya kutosha. Utapata kuviona hivyo vizuizi, tutapata kujifunza ili upate kuvielewa, upate kuviona na wewe mwenyewe. Naamini kuna kitu utapata kujifunza na kuweza kuelewa cha kufanya ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 5 na la mwisho ambalo tutajifunza na kuweza sasa kufanyia kazi, kwamba namna gani ya kuondoa hivyo vizuizi kwa maombi na kwa neno. Sasa ni namna gani naweza kuondoa hivyo vizuizi katika eneo ambalo Bwana Mungu amenipa niweze kukaa pale na nimiliki na nitawale na nistawi, nipate pia kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuangalie kitu cha kwanza. Tuone kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza ambacho tunataka tujifunze ndani ya hili somo, tumesema kwamba je, Mungu anaruhusu watoto wake waende wakakae kila mkoa ama wilaya ama kata ama kijiji ama mtaa, wakakae pale na kutawala na kumiliki na kufanikiwa? Mungu anaruhusu? Bwana Yesu asifiwe sana. Tujiulize hili swali. Ama wewe unajua hivyo kwamba pale ulipozaliwa ama pale ulipokulia, ulipolelewa ukakulia pale, je, Mungu anaruhusu ukulie pale, umalize shule pale, uishi pale, uanze kufanya biashara ama uajiriwe pale, alafu uanze kustawi na kumiliki? Unaelewa hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie sio hivyo. Mungu haruhusu wanawake ama watoto wake, hawaruhusu wakae kila maeneo wanayotaka wao wenyewe kukaa na kuishi. Mungu hawaruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia hivi, Mungu hawaruhusu watoto wake kukaa kila nchi wanayotaka, kukaa kila mkoa wanaotaka, kukaa kila kata ama wilaya, kukaa kila mtaa ama kijiji wanachokitaka wao wenyewe, kukaa pale, kuishi na kumiliki na kutawala na kufanikiwa. Mungu haruhusu kitu kama hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tujifunze kupitia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura ile ya 2 tutajifunza hapo vitu vingi sana vizuri, lakini tutaenda taratibu sana. Kwa hiyo ninakuomba, ninakusii, jaribu kufuatilia hili somo, naamini utajifunza vitu vya msingi maishani mwako. Na utaelewa yamkini kwa nini pia unateseka sana mahali hapo ulipo. Kwa nini pia kuna mabalaa, kuna mamikosi, kuna masumbufu ya aina mbalimbali. Kwa nini unapitia hayo? Kwa nini unapitia majaribu makubwa sana katika hilo eneo unaloishi? Kwa nini haufanikiwi mahali hapo? Utapata kuelewa vitu kama hivi katika hili somo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo najaribu kuambia kwamba naomba fuatilia hatua kwa hatua.
utajifunza vitu vizuri mno vya kukusaidia maishani mwako. Maana ninayeongea na mimi nimepitia changamoto kama hiyo. Kwa hiyo Mungu amenifundisha, na ndio maana mimi najaribu kukufundisha wewe upate kusadikika katika maisha yako na uweze kwenda mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajifunza kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2 yote. Bwana asifiwe. Lakini tutaenda hatua kwa hatua. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2, ndani yake kuna habari inayowahusu wana wa Israeli. Hii Kumbukumbu la Torati sura ya 2 inawahusu wana wa Israeli, lakini na Musa pamoja na Mungu. Mungu anasema na Musa wageuke, waelekee njia ielekayo bahari ya Shamu, ili waende wakapite katika nchi mbalimbali. Kuelekea wapi? Kuelekea ng'ambo ya pili ya Yordani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati Mungu anasema naye Musa katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2, anamwambia wageuke, maana wamezunguka ile milima imetosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaambiwa sasa ageuke waweze kwenda katika ng'ambo ya pili ya Yordani. Musa aliambiwa na Mungu kuna nchi kama 3 ambazo atazipitia zile nchi, lakini aliambiwa Moses zile nchi hajapewa yeye. Musa hajapewa kumiliki na wana wa Israeli. Kwa hiyo aliambiwa na Mungu zile nchi azipite tu, apite tu kwenye hizo nchi, asipigane nao wala asitete nao, bali apite katika hizo nchi, wala asiwaguse wale watu, wala kuwatesa, wala kupigana nao. Hakuruhusiwa kupigana nao. Kwa nini? Mungu alimwambia sijakupa hizo nchi kumiliki na kutawala na kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ngoja nikupeleke katika Kumbukumbu la Torati hiyo sura ya 2. Kuna mistari fulani nitakupitisha ili tuweze kusoma pamoja, naamini utapata kuelewa. Kumbukumbu la Torati sura ya 2. Basi nitakupitisha, lakini nakusihi wewe kasome yote. Nitakupitisha katika mistari fulani ili upate kuelewa fulani kwa kile kitu ambacho tunajifunza. Kumbukumbu la Torati sura ya 2, tusome mstari wa 4 mpaka wa 5. Neno la Mungu linasema, nawe waagize watu, waambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa watu. Waambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana, msitete nao, kwa maana sitawapa katika nchi yao kamwe hata kiasi cha kukanyaga wayo wa mguu, kwa kuwa nimempa Esau milima ya Seiri kuwa miliki yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapata nchi ya kwanza, wanaambiwa nchi ile ya Seiri wasipigane nao, kwa sababu mahali hapo kuna wana wa Kaini wanaishi pale. Wana wa Esau, si wa Kaini, wana wa Esau wanaishi mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende nchi ya pili ambayo inasemwa mahali hapa. Nchi ya pili ambayo waliambiwa Musa na wana wa Israeli wasipigane nayo, wapite, kwa sababu Mungu hajawapa kumiliki pale, ni nchi ni nchi hii hapa. Twende tusome Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 9, inasema, Bwana akaniambia usiwasumbue wa Moabi, wala usishindane nao katika mapigano, kwa kuwa sitakupa katika nchi yake kuimiliki, kwa sababu nimewapa wana wa Lutu kuimiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimwambia tena nchi ambayo hapaswi kushindana nayo, kupigana nayo, kwa sababu Mungu hajampa. Bwana asifiwe. Hajampa na wana wa Israeli waishi pale, waimiliki, wapate kustawi na kufanikiwa. Aliwaambia wapite katika nchi ya Wamoabi. Nchi ya Wamoabi, yani hawa ni wana ambao walikuwa wanaishi mahali pale, ni wana wa Lutu. Bwana asifiwe sana. Mungu alikuwa amewapa wana wa Lutu kumiliki mahali pale, yani ukoo utokanao na Lutu mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akawaambia wapite katika nchi ya Wamoabi, wasipigane nao hao watu. Nchi nyingine ambayo Mungu alimwambia Moses, yani Musa na wana wa Israeli wasipigane nayo, ni nchi gani? Nchi ya 3 ni nchi hii. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 19 inasema, na utakaposogea kuwaelekea wana wa Amoni, usiwasumbue wana wa Amoni, wala usishindane nao, kwa kuwa sitakupa katika nchi ya hao wana wa Amoni kuwa miliki yako, kwa sababu nimewapa wana wa Lutu iwe miliki yao. Na nchi hii ya Amoni
waliambiwa pia wasipigane nao hao watu wanaoishi katika ile nchi, bali wapite katika ile nchi, waendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Waendelee mbele. Walikuwa wanaendelea kwenda wapi? Walikuwa wanaelekea kwenda katika ng'ambo ya pili ya Yordani. Na walipofika katika ng'ambo ya pili ya Yordani, Mungu alisema kitu gani? Ukisoma mstari wa 24, Mungu sasa anawaruhusu, anasema sasa, ondokeni mshike safari yenu, mvuke bonde la Arnon. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako na nchi yake. Anzeni kuimiliki, mshindane naye katika mapigano. Bwana Yesu asiwe sana. Naamini kuna kitu umeelewa hapa. Naomba ufuatilie hili somo. Kuna kitu utajifunza kikubwa sana maishani mwako. Wana wa Mungu hawa, wana wa Israeli, hawakuruhusiwa kukaa mahali popote katika nchi yoyote wakae na kumiliki na kutawala na kusawi na kufanikiwa, bali Mungu aliwaruhusu waendelee mbele, kwa sababu kulikuwa na nchi aliyokuwa amewaandalia sasa, aliyokuwa anaruhusu wakae mle, wamiliki na kusawi na kufanikiwa. Endelea kunifuatilia. Kuna kitu kikubwa utajifunza, mwana wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa kipande hiki ambacho tumeanza nacho, na kujengea ufahamu ili upate kuelewa zaidi katika hili somo ni nini unachopaswa kufanya. Maana ni somo pana, ni somo zuri la kusaidia wewe, linalohusiana ni kwamba katika maeneo ambayo Mungu ametupa kuyamiliki na kusawi na kufanikiwa, huwa kuna vizuizi vinavyozuilia tusipate kufanikiwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asiwe sana. Naamini utakapoendelea kunifuatilia, kuna kitu kikubwa sana ambacho utajifunza na kitakusaidia maishani mwako. Bwana asifiwe. Mungu akubariki sana. Naamini umeelewa hapo. Umeelewa ukweli kwamba kumbe kweli wana wake Mungu haruhusu Mungu wakae mahali popote, halafu wamiliki mahali hapo, watawale mahali hapo, halafu wapate kusawi mahali hapo. Na wewe hivyo hivyo, mwana wa Mungu. Ukumbuke wana wa Israeli walikuwa ni wana wa Mungu kwa njia ya kuteuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wana wa Israeli ni wana wa Mungu kwa njia ya kuteuliwa. Maana kuna aina kama tatu za wana wa Mungu. Aina ya kwanza ni wana wa Mungu. Wana wa Israeli walikuwa wana wa Mungu ni wana wa Mungu kwa njia ya kuteuliwa. Lakini sisi wanadamu ambao ni wa nyakati hizi, sisi ambao ni wa mataifa, ni wana wa Mungu kwa njia ya imani, kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Lakini pia kuna malaika ambao nao ni wana wa Mungu kwa njia ya kuumbwa. Sasa wana wa Mungu hawa, wana wa Israeli, Mungu hakuruhusu waende kuishi katika nchi ambayo wao wenyewe wanataka tu, yamkini wakapigana tu na watu alafu waondoe waishi katika hiyo nchi. Mungu hakutaka hicho kitu. Na wewe mwana wa Mungu kwa njia ya imani, hivyo hivyo, Mungu hataki uishi mahali popote tu kama unavyojisikia wewe ama unavyotaka wewe uishi hapo, ama nchi yoyote ama mkoa wowote ama kata yoyote ama wilaya yoyote uishi mahali hapo upate kufanikiwa. Mungu hataki kitu kama hicho. Mungu anataka ukaishi eneo ambalo ameliumba kwa ajili yako, ambalo ameliweka kwa ajili yako, ambalo amekuandalia kabla hujazaliwa. Ukaishi hapo na upate kufanikiwa na kustawi sana katika maisha yako. Ukichengana na hilo eneo, nakwambia utahangaika, nakwambia utateseka. Kuna vitu vingi utajifunza mahali hapa. Tutaenda hatua ile ya pili siku ya kesho, tupate kuona kitu ambacho tunaenda kujifunza. Cha pili ni kwamba nitajuaje eneo hili ambalo ninaishi Mungu hajanipa nikae hapo na kumiliki na kutawala na kusawi sana. Nitajuaje? Tutaenda kujifunza hicho kitu. Mungu akusaidie. Baba Mungu, naomba neema yako kwa ajili ya mwana huyu. Naomba umsaidie kuelewa hiki tunachojifunza, afanyie kazi, pia achukue hatua maishani mwake anapoelewa kufanyia kazi. Katika jina la Yesu naomba umsaidie, mpe nguvu za kuendelea kusikiza katika jina la Yesu. Amen.